Nisikilize kijana mwenzangu, tunamalizia zile fursa 4 ambazo zimebaki katika fursa 8 ambazo tunazipata wakati wa ujana. Na fursa ya 5, kwa sababu tushapitia 4 huko nyuma, inasema vijana katika wakati wa ujana wako ni wakati wa kujipambania au kujiandaa kuyapambania maisha yako, lakini pia kuandaliwa kuyapambania maisha yako. Ili hitaji miaka 40 Musa kuandaliwa kuja kuwa kiongozi wa wana wa Israeli, kuwatoa utumwani kuwaleta nchi ya ahadi. Kwa hiyo ukubwa wa muda wa kuandaliwa kwako au kujiandaa kwako kunategemeana na maono ulionayo. Ukiwa na maono makubwa na malengo makubwa, hata Mungu atachukua muda mrefu kuandaa ili uweze kuyahimili hayo maono ambayo unayo. Lakini kama una maono mafupi au machache, pia itakuwa ni muda mfupi kuandaliwa, kwa sababu utakuwa una maono makubwa. Kwa hiyo jiandae kuwa na ndoto kubwa ili pia Mungu aweze kuandaa kwa ajili ya kuweza kuishi maisha yenye ndoto kubwa. Cha pili, ujana ni wakati wa kujenga tabia. Kwa maana tunasoma Mithali 22 fungu la kwanza, ni heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Kwa hiyo katika wakati wa ujana ni wakati wako wa sasa wewe kutengeneza jina ambalo linakubalika katika jamii na katika familia inayokuzunguka. Kwa hiyo jitahidi uishi vizuri ili uwe na jina zuri. Jina jema siku zote linakuwa na uwasifu bora, lakini pia linafungua network mbalimbali, linafungua connection mbalimbali, unaweza kukutana na watu kutokana na vile ambavyo jina lako linatamkika kwenye vinywa vya watu pale unapoishi au katika jamii inayokuzunguka. Lakini point nyingine, wakati wa ujana ni wakati wa kupambania maisha, sio wakati wa kulala kabisa. Ni wakati wa kupambana. Wakati wa ujana achana mambo ya shortcut, mambo ya kubeti, sijui kucheza kamari, achana hayo mambo. Wakati wa ujana ni wakati wa kupambana. You have to wake up and struggle. Nenda ukastrive, uangalie maisha yanaendaje. Pambana kijana, usichague kazi. Cha msingi tu upate fedha ambayo ni halali kwa kazi ambayo ni halali ya Kitanzania. Kwa hiyo pambana, usichoke. Huyu ambao unamwonea aibu hata kupatia chakula, hata kupatia mavazi, hata kujengea nyumba, hata kusaidia kuoa. Kwa hiyo kinachohitajika wewe jivike nira yako, pambana kivyako. Lakini unapokuwa unapambana, mtangulize Mungu kwanza ili aweze kufanikisha katika kila juhudi unayofanya. Lakini pia kingine, ujana ni wakati wa kutengeneza muonekano. Wazungu wanasema personality, kutengeneza muonekano wako. Jitahidi wakati wa ujana uweze kutengeneza muonekano. Muonekano ni kwamba wewe katika jamii yako una tabia zipi. Watu wakikuona tu pap wanahisi nini? Maki kuna watu hapo ukionekana tu watu washaanza kuficha vitu vyao. Asije akapita na hizi nguo, watu wamaanika labda nguo za ndani huko wanaanza kuzikusanya kisa tu muonekano. Wewe jitahidi wakati wa ujana utengeneze personality. Uwe na tabia njema ambayo inasifika kwa watu. Kila mtu akikuona ajivunie kuona wewe. Na hii inapatikana katika Timotheo wa kwanza sura 4 fungu la 12. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Kwa ukitenda mambo ambayo ni ya ovyo na maovu yasiyokubalika na jamii, ujana wako utadharauliwa kabisa. Ila kujengea heshima, ukawa na heshima kwa watu wazima, ukajiheshimu, ukajua mipaka yako kama kijana, utatengeneza jina. Na hilo jina litakutangaza na kutoa hatua moja kupeleka hatua nyingine. Hayo ni machache kwa ajili ya asubuhi ya leo. Kwa unapokuwa unaingia kupambana, zingatia hivyo vitu 4 vitakusaidia na Mungu aendelee kuinua. Katika kipindi kinachokuja tutakuja kuangalia nguvu za ujana. Jitahidi usikose.